Bwana, ni siku nyingine tena ambapo familia ya Bongo News tunakutana kuangazia yale masuala mbalimbali ya kisoka, ila kubwa zaidi niendelee kukuomba na kukushauri kwamba kama bado hujasubscribe, hujashare na kuandika komenti, basi subscribe, share, alafu uandike komenti juu ya hiki ambacho sisi tunaenda kukizungumza siku ya leo. Kama tunavyoweza kujua kwamba katika msimu huu umekuwa ni msimu wenye ushindani mkubwa kweli kweli katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na timu ambazo zinafanya vizuri: Simba, Yanga, Azam, Singida, TRA, hizo zote zinakuwa na ushindani mkubwa na kila mtu anapambana kuelekea kwenye nafasi yake husika, huku Simba na Yanga wakipapatuana nani aweze kuchukua ubingwa. Lakini pia ukiangalia battle ilikuwa baina ya Singida Black Stars dhidi ya TRA pamoja na JKT kuwania kwenye top 4 ili waweze kushiriki katika mashindano makubwa ya kimataifa. Pale Azam ana mshindani wa aina yoyote, atabaki pale pale katika nafasi yake ya tatu. Sasa kuna tuhuma ambazo zimeibuka hivi karibuni zinazomhusu mchezaji wa klabu ya Yanga, namzungumzia Izra Patrick Mwenda. Kama unakumbuka kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulifanyika katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, kuna makosa mbalimbali ambayo yaliweza kufanyika katika mchezo huo kwa upande wa backline ya Young Africa, ambayo upande wa Izra Mwenda ulikuwa unapitisha kama ulikuwa ni mchochoro hivi. Ukiangalia Clatous Chota Chama alivyokuwa anapeleka moto goli la kwanza, namna ambavyo lilifungwa cross kitoka kwa Chama, lakini pia ukiangalia goli la pili pia ambalo aliweza kulifunga Clatous Chota Chama, nalo viongozi wa Yanga wanalizungumza kama ni Izra Patrick Mwenda alikuwa ajionyesha kile ambacho wao waliweza kumwamini, ili hali wanaamini kwamba yeye aliweza kuuza ile mechi. Hayo yameweza kuzungumzwa na Abisei Steven kupitia EFM na TVE, akizungumza kwamba viongozi wa Yanga wanamtuhumu kwa hilo, na waliweza kuzungumza naye kumuuliza kwamba vipi ulichukua mpunga, mbona hatuja kuzoea hivi ambavyo unacheza hivi sasa. Izra Patrick Mwenda aliweza kuonyesha msimamo wake kwamba mimi sijachukua kiasi chote cha pesa, lakini tunaamini kwamba kwenye maisha ya soka kuna siku unaweza kuamka vizuri, kuna siku unaweza kuamka vibaya. Lakini kwangu mimi kosa kubwa ambalo aliweza kulifanya Izra Patrick Mwenda ni kwamba badala ya yeye kuonekana amecheza vibaya, kipindi cha pili akatolewa akaingia Yao Kwasi, akaomba radhi kwa mashabiki. Kama unajua kwamba mchezo ni mchezo wa makosa, na wewe Simba pia umecheza, of course tuna watu wanaweza kuamini kwamba wewe upo karibu sana na viongozi wa Simba, unaweza kuzungumza naye lolote kwa sababu tu wewe ulishawahi kucheza ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo unaombaje radhi? Yaani unavyoomba radhi, kuna baadhi ya vitu wewe mwenyewe unajishushia ile ublandi wako. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho kinamuhisia, na mpaka hivi sasa Izra Patrick Mwenda anasemekana kwamba anatarajia kuondoka ndani ya kikosi hicho, manake Yanga wana mpango naye wowote kuendelea naye. Ndio maana hata ukivuta picha badala ya kumalizika ule mchezo, Izra Patrick Mwenda amekosa nafasi ya kucheza ndani ya kikosi cha Jangwani. Muda wote anacheza bwana Yao Kwasi pamoja na wabeki wengine, lakini kwa upande wa Mwenda yuko vizuri, yuko mzima kabisa, lakini anakosa ama anashindwa kupata nafasi ya kucheza juu ya hiki ambacho kinazungumzwa kwa wakati huu. Sasa mimi nataka nikuwekee clip ndogo ambaye aliweza kuizungumza Abisei Steven kupitia kipindi cha Sports HQ cha pale EFM. Aliweza kuyazungumza mambo mengi sana kuhusiana na hii sakata. Basi msikilize, alafu pia uandike ujumbe wako mfupi juu ya hiki ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Young Africa na tuhuma zinazomkabili mchezaji wa klabu hiyo, na mzungumzia Izra Patrick Mwenda. Kikubwa naendelee kushauri tu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Huyu hapa Steven anazungumza. Beki anatuhumiwa kuuza mechi, ndio maana anaachwa. Kwenye kombe la dunia au hapa nyumbani? Kwenye ligi yetu. Hii ni Tanzania bara. Kuna taarifa zinaendelea huko mtaani kwamba kwenye baadhi ya michezo ambayo hiyo timu ilicheza na michezo ya ligi kuu miwili,
Huyo beki alifanya tukio ambalo kwenye mechi ya kwanza ilipelekea timu yake kufungwa. Lakini kwenye mechi nyingine tena alifanya tukio, hakuperform, kosa moja ambalo lilipelekea timu yake kufungwa. Sasa viongozi wa klabu yake wakawa wanafuatilia mwenendo wa makosa yake. Ndio. Kwa nini ni dhidi ya timu hii ambayo amewahi kuichezea? Taarifa zilizokuja kwamba viongozi wa hiyo klabu wana wasiwasi, wanadhani, wanafikiria kwa nafasi kubwa makosa yale yalikuwa ya kibinadamu. Yule beki alikuwa anajua anachofanya, wakiamini alichukua mzigo akawaahidi kwenda kukosea kwenye mechi ili kuwanufaisha. Sasa klabu yake ilijaribu kutaka kumhoji, mahojiano ambayo hayakufanikiwa. So unajua upande ukisema wewe umechukua hela, wewe sasa mimi sijachukua hela, mbona makosa ni ya kawaida? Hapana, wewe kushindwa kupita hapa, wewe kushindwa kufanya hivi, acheni bwana ya mambo bwana, tunawekeza nguvu kubwa, mnaturudisha nyuma bwana. Hapana bwana, mimi sijauza mechi kiongozi. Unaona? Kwa mahojiano hayakufika tamati hiyo. Kwa hiyo kinachoripotiwa ni kwamba kwa sasa msimu ukimalizika, hiyo klabu itamwacha huyo mchezaji. Na hivi ninavyozungumza, tokea afanya makosa bado hajapata mchezo wa kucheza kwenye hiyo timu yake. Kwa hiyo ni kama wamemind hivi. Tuhuma zina ushahidi? Hapana. Sasa inakuwaje? Kwa hiyo wao wanaamini hivi tu. Wanaamini tu kutokana na huo mfululizo wa makosa yake. Kwa hiyo wanaamini kwamba kijana wao alighafilika, akachukua mzigo kwa maslahi yake binafsi ambayo yangeumiza timu yake ni ukubwa kama ilivyoumiza kwenye mchezo mmoja. Kwa hiyo kijana analipotiwa tayari kashapata klabu nyingine ya kucheza hapa ligi kuu ya Tanzania. Hiyo klabu ambayo anatumiwa kwamba alichukua mzigo. Yani kashaona hizo sekeseke na kashaona mwisho wangu hapa ndio huu. Kwa hiyo kashajitafutia malisho sehemu nyingine. Na analipotiwa kashapata klabu ya kuitumikia msimu ujao. Bila shaka umeweza kusikia japo kwa uchache namna ambavyo tuhuma hizo zinazomkabili Izra Patrick Mwenda dhidi ya kikosi cha wananchi Yanga Afrika. Wewe nini maoni yako? Nafikiri ni sahihi kwa viongozi wa timu kumpa tuhuma kama hizi, au unafikiri zinastahili kwa mchezaji kama Izra Patrick Mwenda kupatia hicho kitu, na unaamini kwamba ni kweli aliweza kupatiwa kitita cha pesa na yeye kufanya kile ambacho kiliweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo? Lakini tatisi zingine zinazungumzwa kwamba Izra Patrick Mwenda kuelekea msimu ujao yeye ataenda kukipiga ama kukichafua ndani ya kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo tuhuma hizi zinapelekea yeye kukosa uaminifu ndani ya kikosi cha wananchi. Ni hayo tu ambayo mimi nimekuandalia siku ya leo. Niendelee kukushauri usisahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Hii ni Bongo News, tunakuletea kile ambacho unastahili.